mke nisumbua, si yeye, ni mama. Ukiona pere hanyamazi, chunguza mama yake. Kuna msichana aliolewa, na wakati aliolewa chapati, bwana yake aka notice chapati zake zote sio za round. Kila chapati hapa kwa kona iko na C. Bwana yake akashindwa, si lazima nijue kwa nini chapati za bibi yangu hapa kando ziko na C. Na tumemnunulia kitu yote ya round ya kupikia, pan ni ya round, kwa nini iko na C? Wakati aliulizwa akasema hata yeye alipata mama yake akipika hivyo. Sasa ule bwana yake akataka kujua the theory why. Akaenda akauliza mama yake, kwa nini msichana wako anapikanga chapati ziko na C? Baba ya msichana akamwambia hata huyu anapikanga hivyo. Sasa wakataka kujua tena, naye mama yake akasema hata mimi nilipata mama yangu akipika. Na kwa sababu shosho yao alikuwa uhai, wakaenda kwa shosho yake wakamuuliza, kwa nini chapati zenu zote kama familia zinakuanga na C? Shosho ndiye alisema ni rogeo yangu ilikatika kitambo, ikakatika kakitu kanakaa C. Sasa ndio ipike bila kuchoma, nilikuwa nakata chapati vile rogeo ime. Because some things are generational, you live to each other, mnaachiana. Kwa hivyo ni kumaanisha mwanamke anachofunza dunia, dunia itakishika na itembee nacho. Na ndio mnaona sasa wakati huu hatuna a disciplined generation. The last disciplined generation ni sisi. Hii generation nyingine ndio unasikia mtoto ako na miaka 14 na mama yake akana miaka 21. Are you together? Hao ni wale watoto hawapati mama yao wakiomba. Sisi tulipata mama zetu wakiomba. Hata wewe ukiingia bedroom yake unakuta mama yako amepiga magoti na wewe unapiga. Alikuwa peke yake akiomba, lakini amen anasikia mbili. Anaomba anamaliza, unasikia ameombea baba yako vizuri na jana alimpiga. Lakini unasikia akisema gayurathi meitha wa mwagi. Karibu mwagi uliku. Na niguira muthe anetie mukuru ngionaga. Hata wewe ukajua kumbe hata kama amepigwa bado amemuombea. Unasikia mama yako akiombea adui na unajua kabisa ulifukuzwa kwao wakipika chapati. Lakini anaombea jirani. Ingia hapa kwa Kongo uwainue, uwatende mema. Wewe unazidwa wainue na wameninyima chapati. Wazazi wetu wakatufunza mambo kama hayo, tukasikiza, wakatuonyesha njia za Mungu. Lakini leo hii rika hii watoto wao wanaachangwa nyumbani wakiona movie mzazi akija church. Kwa sababu tabia ya kwenda kanisa iliachiwa hawa. Lakini wao hawajafunza watoto wao kwenda kanisani. And that is your position in godliness. Because whatever a mother teaches, it is consumed to the destiny. Na nimekwambia hivyo, angalia Gen Z wetu, wanasema hawana kanisa, hawana political party, hawana leaders, wanasema hawana chochote, wao tu wako. Nasio niyo matarelika. Why? Because wao on Sunday, mzazi wake hakuji kanisa. Anatafuta boyfriend yake, wanawekwa gari wote, mtoto, mama, boyfriend, wote wanaenda swimming pool, mama anavaa bikini na anavaa bra peke yake. Anaanza kuswim akikiss boyfriend na mtoto wako hapo. Utasikiza huyo mtoto nini? Utamwambia nini? Huyo mtoto anajua sasa hiyo ndio tabia ya hii generation. Anajua hiyo ndio maisha yenye tunafaa kuishi. Bwana Yesu atukuzwe. Anajua hiyo maisha ndio tunafaa kuishi. Kama mama hatakuwa strict, sioni vile tutakuwa na generation kama ile sasa sisi tuko. Kuna uwezekano sisi ndio generation ya mwisho. Na ndio unaona saa hii kanisa ikipigwa, hii generation ndogo ndio inaingia, sio nyinyi. Sio nyinyi. Bwana Yesu atukuzwe. Sababu wewe umeishi kuzaliwa, ukatoa sadaka kanisani na hujawahi kufa na hujawahi kuwa maskini. Lakini huyu mtoto mwenye hata hajaanza kazi, hajamaliza university, anaambiwa pastor yake ni mwizi, bishop wenu ni mwizi. Na wanasikia na wanaipenda, hivyo kunasemekana. Wanapenda. Na wanasukuma hiyo agenda ndio kanisa iishe. Kwa sababu kanisa inajaribu kuweka sheria
na kuweka tabia ndani yao ambazo hawazitaki, sababu wanaona mama yake kuja kanisa amefunga kitambaa, wanaona huyu ni mshamba. Msichana anataka anyoe kinywele hapa laini moja na kengine ashuke hivi, na huku hakuna kitu, wanataka hivyo. Unashindwa ule ni msichana anatembea ama ni mwanaume? I am praying to God that we will have a generation like you. Wewe ulienda kanisani ukakubali kufunzwa ukafika tabia fulani, na ndio maana hata kwa harusi yako kuliimbwa ni watoria no kiniro ndu wa magendo we wa Emmanuel. Riu hiko ina twena cio ti cia Emmanuel, ni cia magendo. Urahikia muiretu utekumenya ni munyui wa bangi. Wewe wakurire witigirite bangi, mwana waku arathi nayo cukuru. Until we return the mother to the godly position, we will no longer have a godly generation. We will no longer have a godly generation. Sisi zamani hata ungeenda tu, I'm sorry to say this, ungeenda tu kwa nyumba yenu ama nyumba ya nyumba, uone nguo ya ndani ya mzazi, ulikuwa unaona kama umekuwa kipofu. Kai ndatu ikagetu mumu. Saa hii hata zinaachanishwa kwa meza hapa. They don't care until the mother goes back to a godly position. We will no longer raise godly children. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa sababu sasa mzazi ambaye tuko na yeye ni yule mzazi mtoto anajua hakuna kitu kingine mama yake anaona ni movies. Mama akianza movie asubuhi hata aendi kazi na hakumbuki kunapikwa. Sasa hatuna yule mzazi alikuwa anaingia na msichana wake jikoni. Hata hapa najua wazazi hawa wachanga ni watoto wachache sana wenu wanajua kupika. Mimi ukija kwangu, wale washai kuja kwangu wako hapa, wanajua mimi napenda kupika. I love cooking. Na ni kwa sababu nilifunzwa na mama, na mimi ni kijana. Mimi ndio kitinda mima. Mama akienda kibarua alikuwa ananiambia waumera shukuru okerenye ni na ruwe gimanegoka. Unangangana nao huko, unaungua miguu, unaungua mikono mpaka unazoea. Saa hii mtoto wa saa hii hata kumwambia atoe sausage jikoni akule, afadhali iungue. Na ni sausage. Hebu imagine mimi nikiwa Gishagi uniambia nitoe sausage, si niikunywe pamoja na hiyo mafuta ikiwa moto. Ni kuikunywa mpaka na hiyo mafuta sausage. Bwana Yesu atukuzwe. Atunaona mama anakaa chini ana watch love movies na mtoto wa grade 7. Anaona vizile vitu zinafanywa zote, anajua dunia inakuanga hivi. Wakati utaenda utoke uende, ataona mbaya kushinda hiyo. Bwana Yesu atukuzwe. Ataona mbaya kuliko hiyo. Na ujue right now agenda ya wazungu, agenda ya wazungu, na msikize hapa wazazi, agenda ya wazungu, mambo ya gayism na lesbianism, si anakuona na kemwere adwa huro omwe, wanazisukuma through movies na cartoon. Wanazisukuma through movies and siku hizi hata ukienda kitu inaitwa Netflix, uweke movie hapo juu inakuandikia alcohol, nudity, language, inakuandikianga hapo juu. Ati hii movie ndani yake utaona walevi, watu wakiwa uchi na usemi ambao haufai. Ama nani anaonanga Netflix? Si zinaandika kama ni ya vita inakuandikia hapo, action, intimidation inakuandikia hapo. Na wazazi mnafikiria mkienda after mmetoka kwenu nyumbani, mnafikirianga mmeenda na internet ama mmetoka na TV. Sasa ile movie wewe unakataa kuona imeandikwa nudity, alcohol, sex, hiyo ndio wanataka. Lakini kiingia pale ndani anapata ni mwanaume kwa mwanaume wanapendana. Bwana Yesu atukuzwe.
cartoon. Juzi kuna TV ilifungwa kwa nini? Walileta cartoon, kanapeleka cartoon zake extreme. It was pushing gayism, na ni cartoon. Sasa cartoon si ni alika ya kina Hassan. Huyo mtoto utamwambia nini? Bwana Yesu atukuzwe. Huyo mtoto utamwambia nini? Wakifika secondary school wanapatana na watoto wameharibika kukushinda. Until the mother returns into godliness, she will never raise a godly child. Ndio unaona wasichana wanasema mimi siwezi olewa. Mimi siwezi. Hapa Roysambu, nyinyi mnaonanga kwa news, wasichana wangapi wamechinjwa hapo? Unakuta msichana na utasikia mama walika yako ni wasichana wa second year, first year na third year. Utasikia mama walika yako, isipokuwa tu wale walichukuliwa picha na mzungu. Nasi ono gwethera ciana ndoka kwa jo muheo moino kirie twana agicoka. Are we together? Until the voice of a mother, what I am protecting now, it is the voice of the mother. Acha nikusomee maandiko yako hapa, sababu niliwaambia leo siongei mingi. Jioni ndio nataka kuwa na nyinyi, hiyo hata munikimbize. Katika kitabu cha Mathayo 2 mstari wa 16, Bwana Yesu atukuzwe. Hebu ambie huyo mama mmekaa karibu naye, mwambie tabia za nyumba yako ziko ndani yako. Vile utataka wakae, hivyo ndivyo atakaa. Bwana Yesu atukuzwe. Mathayo 2 kuanzia mstari wa 16. Unaweza kuja hapa nipatie kwa Kiswahili. Unaweza kuja Jacinta unisomee. Tupatie kwa Kiswahili kwa sababu watu wengi hawana Biblia, wale waliacha. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajuzi, alighadhabika sana, akatuma watu wakawaua watoto wote wa wanaume waliokuwako huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu mwenye miaka 2 na waliopungua, kwa muda ule aliyouhakikisha kwa wale mamajusi. Hebu sikiliza hapa. Mfalme Herode, wakati hasira zake zilipanda, Bwana Yesu atukuzwe. Chani wakaribia hapa ndio niwapee hii dosi. Wakati Herode aliona ya kwamba hasira zake zimepanda, because let me tell you, the protector of a generation is the voice of a woman. Bwana Yesu atukuzwe. The protector of the destiny is a woman. Is a woman. Bwana Yesu atukuzwe. Wacha nikwambie kitu kimoja funny. Nikwambie hiyo kitu funny na utasikia ni funny na sijui vile utaibeba. Hebu sikiliza. Sisi wanaume, sasa nimeongea nikiwa mwanaume. Sisi wanaume tunaweza patia huyu mtoto, tupatie huyu mtoto, tupatie huyu mtoto, tupatie Mary mtoto na wakae na watoto. Lakini wewe hata ukitafuta watoto kwa wanaume tofauti, wote lazima watoke tumbo yako. Haya, zinanyita. Wanaume anaweza weka mimba kwa wanawake 5. Lakini wewe hata ukipata watoto na wanaume 5, lazima wapitie tumbo yako. Because God had to protect the dignity of the society. A woman is the face of dignity. Na tunaona wanawake, wanaume, hata wewe mwanaume wako wewe mwenye amekuoa, hata watu wakisikia alikuwa lodging hawawezi stuka. Wewe enda. Ati tuasemani na jane tu ajamwas akiumarumu. Kwanza hiyo jina room ni mbaya na lodging, jina lodging na room ni mbaya.
Lakini hapa hata tukisikia ati tumekutana na Jamas ametoka lodging, wewe tu ndio utasikia ikiwa gumu. Lakini sisi tutasikia wanaume wanaendanga. Lakini wewe, because you are the face of dignity, the face of virtues, the face of behaviors. Na ndio maana mwanamke aliposhikwa akizini, wanaume walificha mwanaume, wakapatiana mwanamke. Niliambia kanisa siku nyingine hapa, mimi na Shiko huyu, wacha nitumie yeye ni walika yangu. Mimi na Shiko tukitolewa nguo zote hapa, tutolewe nguo zote hapa, hasiwezi fika pale kwa mlango kama yeye hajavalishwa shuka. Hata unaweza kuta amevalishwa shuka na wanaume wenzangu. Mimi nitafika kwa gate na nianze kufuatwa na vihe, na nienda hivi, kwa sababu mwanamke ndiye sura ya dignity, na uchi wa mwanaume sio uchi, uchi wa mwanamke ndio uchi. Je, unaonanga vitu vingine vikiongewa na wanaume hata katika siasa mnasikianga tu ni kawaida, lakini wacha itajwe na mwanamke. Itajwe na mwanamke, inasikikanga uzito wake. Mwanamke ana uzito. Bwana Yesu atukuzwe. The protector of life is a mother. Leo ukipata mimba useme haitalala, haiwezi. Kwa hivyo generation kuwa mtoto kama mimi kuwa na hubiri, nafaa kuwa na shukrani nyingi sana kwa mama yangu, kwa sababu alikuwa na nafasi ya kunimaliza, amalize destiny, ama niweke anitunzie destiny. That is a mother. Unajua siku hizi wa mama, frustrations za maisha zimekuja, zimefanya mjisahau. Vile Herode alifanya,